Lakini kingine, ili uweze kufanikiwa hapa lazima uwe rajul, uwe mume bimaana alkalima, mtu mwenye maamuzi. Ama wale sasa waliohifadhiwa na wanawake hawawezi mambo haya. Mke ndio mwenye kila kitu. Ile kanzu yako ya Idi pia mpaka kununulie, umekaa tu kama garasha pale, mabebwa tu. Una maamuzi gani sasa? Twende huku, utajilalamisha kidogo tu, bwana, kwa hiyo utaki unajua maneno haya, na yule ndio bosi wangu, futari atoa yeye, watoto wanasomesha. Si mnapenda kubebwa? Uwe mwanamke na kila kitu. Wale wana dhoruba zao, utakuwa ni mume suruale tu, umekanzu, kuna kauli yoyote. Mwanamke akikumiliki kwenye uchumi, anataka kumiliki mpaka akili. Nataka nikwambie, wewe mwachie tu azurure tu, mwachie tu asafiri tu, ngoja hela zake zikuzidi wewe kidogo, alafu ndo utaona cheche zake, kwamba kuna mambo anaweza akayafanya bila wewe, anaweza akawafanyia watoto wake bila wewe. Ndio utamuona mwanamke katika uhalisia wake. Ni watu wa binafsi sana. Zile roho za wanaume wale hawana, kwamba utawahudumia miaka na huku unawapenda na kuwahudumia, na wala usikii vibaya. Sio yeye bwana, yeye alipe ada ya miaka miwili tu, ada yote nalipa, umekaa tu. Pengine watoto kalipa miaka miwili, labda mambo yako mabaya, lazima kuonjeshe joto ya jiwe. Kuna mzee wangu mmoja wa busara kabisa, ananiambia, nakufundisha kanuni ya maisha kijana wangu, jitahidi umzidi mwanamke pesa, hata kama yeye amezidi akili, itakuwa chini. Si ukweli? Maana yake usimwachie tu ikawa unabebwa mzee tuja, unathaminiwa tu, unakuwa huna kauli. Kwa hiyo uwe rajul. Hata watoto wanajengwa hivyo.